economy inaweza kosa kuchange leo, kesho ama kesho kutwa. But tutafanyaje tuweje kukusaidia uweze ukajikimu vyema na uweze ukawa wa kureduce zile stress. We are moving from the era of saying nimepitia mengi to an era of saying nilipitia na after kupitia niko hapa. So let's see the results of after the pain that we've gone through as women. So yes, childhood traumas really affect us a lot. It affects how we speak, how we carry ourselves, because you need to realize wewe you're a queen. Sawa. Wanawake tuko bie, tuko chonjo. And then I also tell her, when you feel like things are tough, mom, don't even go to work. Take a break. Go away from work. Stay at home. Go where you want to go. Sometimes I sponsor her just to go for a facial or just to have a massage, or we go somewhere and be together. That is how I have dealt with all that. Kama ni pale nyumbani, pia tukusaidie kujua nitakaje na mwanamume. Sana sana tutakwambia kimbia. Tutakufundisha wewe ukue bora, ukue better. Ndio uweze ukakae na ule mtu. And I met a certain pastor who also used to be an alcoholic and into addiction of drugs, but she told me one thing. If you are addicted, don't stay in a rehab for only 5 months or 3 months. So I let my son to stay for 1 year and a half. You can imagine, 1 year and a half. And by the time he left that rehab, he was completely healed. And I thank God. Today he's working. He's doing his own business. And I thank God for that. If any case uende kwa daktari upewe counseling, guiding and counseling, itakupatia motisha. Usatakuambia hata kuna wengine wako na hiyo shida kukuliko, my friend. Utaanza kukuwa na matumaini, kumbe nilikuwa nakufa hapa, kumbe ningeshare na daktari ama jirani, kumbe hii jirani hakuna hii shida kuniliko. Utaanza kupata nguvu na motisha. I think on that way utakuwa sawa in terms of counseling. Get the point. Take a step forward. Aya, introduction tu kidogo, salimia watu, alafu Ann will take over from there. Mkwaje? Sound engineer, balance. Yes, so my name is Amani Maria. I am part of Wazalendo Movement Africa, serving as the 15 million initiative lead. I'm the co-founder, Reformation Community. My CEO is right there. And yes, I am excited to be here and tuone venye mental health itatusaidia. Thank you so much. Okay, good afternoon. Habari zenu. Bwana asifiwe. Amen. Yes, my name is Dr. Patience. I'm a clinical psychologist, and I'm glad to be here so that we can learn together. Bwana Yesu asifiwe. Praise Lord. I'm Fortune Mwikali, a gospel artist. Na nimefurahia sana kuwa hapa. Acha tujue vile tutapambana na hii depression. God is good and all the time. If you're a woman, just stand up. Me, I love women. Just stand up. Wanawake mko? Yes. Munasikia aje leo? Tuko poa. Are you happy? Yeah. We mwanaume kaa chini. We're happy. If you are a woman, si ati kama uko na umama. Say women, we are powerful. Women, we are powerful. Women, we are strong. Women, we are strong. Thank you so much. You can have your seat. My name is Dorothy Mkunzi. Actually, I could have started with CHRP Dorothy because it's a name that comes with a lot of sacrifice. I work with the government as a liaison officer and also as a human resource officer. But beside that, because of the passion that I have for women, we started a platform that is called Women Connect Show Kenya that amplifies the voices of women. And we are geared towards the women leadership. And as I'm seated here today, I'm so passionate being here for the fact that when I see women, I see leaders. Because we don't need papers, we don't need orientation. This is something that we were born with. But because of the challenges that we go through, including the mental issues that we are going to discuss today, they kind of deprive us to be strong and powerful. But it's my belief that today, God had purposed us to be here today
so that we can speak it out, so that we can support each other. And for every woman who is represented here to know that unapendwa. Na sauti yako ni muhimu katika hii country yetu ya Kenya, so that we can make the changes that we want with, as far as women in leadership is concerned. To our host today, thank you so much. This event came at the right time. The time that we are about to make decision as far as leadership of this country is concerned. And we cannot do leadership when our mental state is not in order. So thank you so much and feel appreciated. Tumpigie makofi. Thank you so much. I think I also stand like her. Bwana sifiwe. Amen. Praise the Lord, church. Amen. Hata kama wewe si wa hii church, semeni praise the Lord. Thank you very much. My name is Sarah Karinge, and I have a title that I really love. You always see me in red because I make a statement. I'm the queen of networking. I am a speaker, an author. I have come with some books, and an entrepreneur. And when I say I'm the queen of networking, I help people to build networks. Let us say networks. I help people to build networks, and through networks, they will help you to overcome depression because it's about people. I help you to connect with them. I show you how to nurture the people that you meet. I show you how to maintain them, and that is why, even at my age, you see me connecting with young children, those who are maybe teenagers. You see me even with very old people because everybody matters. Tell your neighbor, everybody matters. When we talk here, I'll tell you about certain stories. Even some of you might even cry, but the Lord lives. Let us say the Lord lives. Nobody should think of committing suicide. Nobody should think that, of course, I'm the only person who is suffering because we all suffer. But how we deal with the issues that face us is what makes the difference. And if you know God, and you know people, because God will not just come and help you. He brings angels. And angels sometimes are those people that we assume. So, let me take a seat, and I expect that everybody is not going to leave because we are going to learn a lot, and that is the help that we really need. Everybody, even including presidents, even the very rich people. When I was younger, I used to watch a program which used to say, the rich also cry. Sometimes people wish to be very rich and think rich people don't have problems, but they also have very serious problems. The poor also have problems. The middle income people have problems. Everybody has problems. But once we discuss, I think you realize I'm not the only one who is going through this problem. I'm a widow. I've gone through it, and I thank God for the far He has brought me. Praise the Lord. Mbarikiwe sana. Mnipigie makofi mazuri jameni. Eish. Thank you. All right. So for now, to moderate this session, I'd like to invite CHRP Bahati. Makofi zake tafadhali. So praise the Lord, church. Praise the Lord again. As I have been rightfully introduced, my name is CHRP Ann Bahati, and I'll be moderating this panel. Si tuko na panel ya nguvu. Mumesikia kuna daktari, kuko na coach, kuko na HR, kuko na public figure, and all that. That means our conversations are going to be really rich. And the theme for the conversation is healing the invisible wounds, mental health, childhood experiences, and hope in our communities. Karibuni sana. And my first question is directed to CHRP Dorothy Mukunzi. We know that many women carry emotional pain silently while still showing up for work, for family, for ministry, and for society. Why do you think women struggle to openly speak about mental health? Thank you, our moderator. I could start by saying mental health refers to a person's emotional, psychological, and social well-being. It doesn't matter whether you are happy. Sometimes we hear the faces of happiness, but deep down we are struggling. Actually, in the morning, sorry, I just love speaking to women, Polly.
I came here in the morning and I saw many women carrying their kids at their back. Wengine, they looked hungry. And I remember in the morning I was talking to our host and I told her, whatever that you are doing, it's amazing. Personally, I grew in the slums. That is Mukuru kwa Jenga. Nani wanajua Mukuru? Nani wanajua hiyo ghetto? It is one of the biggest ghettos in Kenya. And when it comes to mental health issues, I say I'm one of the persons that have experienced. And today, even before I answer your question, I want to give hope to someone, especially to the young girls. It doesn't matter where you are at the moment. The way is still clear. You just need the resilience and be at the right place with the right people at the right time, because you shall come to be. 10 years or 15 years, if you would ask me today whether I'll be seated here, I couldn't know because it looked very shadow. But because of hope that someone gave me today, gave me those days, gave me the ability to sit here today. So I want to appreciate Dr. Princess today, because the hope that you're giving to women, it is not just hope. You're giving them life. Because I know in the near future, the young girls that are seated there, they'll be seated as panelists here because at least they have someone to hold their hands. And I could ask the moderator once more, the last question that you've asked me, give me the last line so that I can connect better. Why do you think women struggle to openly speak about mental health? The reason women struggle, me being one of the women, ni wangapi hapa tumeolewa na tuwezi sema mashida zetu? Si tuko wengi? Unajua ukuachiwa pesa asubuhi lakini huwezi itisha. It is true. Uko kwa ofisi unajua unafaa kuwa promoted, but you can't ask that promotion. Why is that? The reason as to why we struggle to open up, it's because the way we were raised from our families. I'm speaking out of experience. Most of the time we saw our parents struggle. We saw our parents go through gender-based violence. We saw our parents keep quiet. We saw our parents telling us, like in Ikikamba we tell girls, pindi ya mondo mukanda nena amuno, keep quiet, women don't talk a lot. But is that the way we to go? Especially right now, it is not. So number one, it is because of the pain that we carry as women. Number two, it is because the society has taught us to keep quiet. And women are not supposed to talk. They are supposed to be seen. But I believe because we're having such conversations right now, that thing is going to end, and women, we are becoming, let me say, talkative. Even the children that we are bringing right now, and girls, si wakwatu wakwambia mtoto we nune na amu, no? Or you talk a lot. Let them talk. Another thing is because we fear to be judged. You are in a relationship right now and you know you are struggling with that relationship, but you can't talk. Unaogopa kuachwa. How about if you spoke your heart out? It would take you far. So let's learn to speak. Let's forget about the pains that we are going through. And I believe the society that you are building after this conversation, it's a society of women who can speak, a society that doesn't believe in pain. And also I heard someone say, we are moving from the era of saying nimepitia mengi to an era of saying nilipitia. Na after kupitia niko hapa. So let's see the results of after the pain that we've gone through as women. I hope I've answered your question. Thank you. So let's not be afraid. Tusiogope kuongelelea mashida ambazo tuko nazo, because it's the beginning of healing. Thank you so much, Dorothy. Next, let's move to Dr. Patience. And Dr. Patience, I know we have so many expectations placed on women by the society. So how do you perceive, in your experience as a doctor in matters mental health, how are these affecting the mental health of women? Thank you so much, Anne. The truth be told, as a woman, and even as Dr. Princess has mentioned, we are more of nurturers. Sisi ni walezi. Vile maumbile yetu Mungu ametuumba, tumeumbwa kuwa watu wa kulea, wa kukuza. And with the different hearts that we carry as women, you will find you're either a mother, a daughter, you're working probably at your place of work,
But with all these different hearts, you're not supposed to be less of a person. When you're a mother, you're supposed ukwe mama 100%. Ukienda ukwe a daughter, you need to be a daughter 100%. But it is very important that we understand we cannot give from an empty cup. So it is important as women who are here, as ladies who are here, that we be able to understand, even as I'm a mother, it's important to listen to yourself every morning and be able to hear yourself. Where am I at emotionally? You're not supposed to be in a place of naendelea, hata saa zile najisikia sijiwezi, I cannot be able to speak. So it is important to understand we are nurturers. Now from being a nurturer, what you're pouring out is what you have within you. So if you are irritable, if you're someone who is not happy, hiyo ndio kitu ya kwanza watoto wako wakiamka utawamwagia. So it is very important we know people are looking at us, yes, in the different levels, to water them. But we need to water ourselves emotionally so that we can achieve ourselves effectively across the different cups. So you cannot pour from an empty cup. Sure. Ukiamka ukiwa umekasirika, mtoto wako atafanya nini? Anapokea hasira yako. Ukiamka ukiwa na stress, mtoto wako atafanya nini? Atapokea hiyo stress. Asante sana daktari for that. And Fortune, wewe ni public figure. Tunasema uko kwa mtandao unajulikana. Yes. Your life is there in the public. Yeah. And you're a woman. Umesikia tumelezwa, as a woman you're naturally a nurturer. You have that burden. Yeah. So you have been exposed to a culture of kulinganishwa, comparison. So how do you think hiyo kulinganishwa na ile pressure iko pale kwa mtandao ina affect aje wanawake ambao ni public speakers emotionally? So first, comparison, bullying na hiyo trolling ya online ndio kitu yenye inaumiza wanawake sana. Na ni kitu mimi nimepitia. So pale online kila mtu anataka ukue perfect na anataka ufanye kitu yenye yeye anataka. Sasa unaendelea na watu tuseme 100. Kila mtu anataka ufanye vile anataka. Unavaa dress leo, sasa huyu ni msanii wa gospel amevaa aje? Hiki kimama nakichukia. So unapata zile kuna comments zenye unapata harsh comments. Watu wanakutukana, ni strangers huwajui. Kuna watu wanakuchukia mbure huwajui. So usipokuwa na ile roho yenye ni strong kama mwanamke, hautaweza kuendelea. Like say mimi kuna business nimeanza kuuza dress. Bado sijapata, maybe sina pesa ya kufungua shop. Nimeuzia manguo zangu za balcony. Sasa unasikia nani atanunua nguo za balcony? Sasa huyu msanii anauzia nguo kwa balcony. Unaona? Sasa kama huna roho ya kujua wewe ni nani, yani kujiamini wewe mwenyewe kitu yenye unataka ukiwa online hautaweza. Sababu te mwenye watu wamekuongea unauza nguo mbaya, unauzia online na huna shop, kesho utapost, hautapost, juu hutaki wa kujanji. Lakini ukijielewa wewe ni nani, utafunga masikio akamba maasi yako iki ama tu mubua. Unafunga masikio unaweka pamba, unafanya kitu yenye wewe mwenyewe unajua inakubariki na inakusaidia. Na unajua opinion ya watu sio yako. I hope nimekujibu ama niendelee. Umenijibu kabisa na nimekufeel. Si mmemfeel? Umeona venye wasanii na celebrities wanatroliwa huko online. It really affects their mental health, and as you've rightfully said, you just need to be in touch with yourself. Asante sana. So Maria, allow me to come to you and let's discuss our childhood experiences. And here we are talking about the rejection, the betrayal, the abandonment, emotional neglect, and the way they shape our identity and emotional well-being later in life. How do you think, how does it affect us as women? Wanawake hoye. Jamani wanawake mnaniangusha. Wanawake hoye. Nice, sharp. Well, I can say that childhood traumas really affect us a lot. And I'm sure ukiwa mtoto, and especially as a woman,
ulikuwa unaambiwa, kazi yako ni jikoni, ama ni aje? Ukae jikoni, shughulikia baba, shughulikia ndugu zako, nguo ni wewe unaachiwa, kila kitu ni wewe unaachiwa. And I feel like this has made a lot of women lose confidence. Because you find that these traumas that we have, maybe mzazi wako akuja aseme, wewe nakupeleka shule, kazi yako tu, hakuna kitu nafanya. You get? And it really affects us a lot. As much as we might not notice, traumas are past wounds. We might not notice it, but it affects us. It affects the way you speak. Unacheki kuna watu hawana confidence, and there's someone who was saying confidence is not a feeling. Confidence is a choice. Niwe kuamua ka utakuwa confident. And I feel like women are shapers of kings. And it's high time you need to realize that wewe mwanamke ni wewe ndo unakuza huyo mfalme. And it's no joke, because even the leaders that we have right now, when you listen to their stories, wanasema ni nani? Ni mama wangu ndo amenifikisha kwenye niko. Ni sister yangu amekuwa akinisupport. So yes, childhood traumas really affect us a lot. It affects how we speak, how we carry ourselves, because you need to realize, wewe, you're a queen. Sawa? Wanawake, tuko bie, tuko chonjo, bana mnaniangusha. Mko sawa? Yes, you need to realize you have a high position, and traumas don't need to affect the way you run things. So I hope I've answered your question. Yes, you have. Asante sana. And for now, I'd like Sarah to pick it up. And here I'm looking at the balance. As women, we need to balance a lot. We need to balance motherhood. We are balancing our careers, ministries, personal expectation. But do we really balance healing? And how can we heal? She's mentioned about the childhood traumas. So how can we heal without feeling guilty? Expecting us to balance all these aspects. Karibu. Thank you very much. Before I continue, I'd like to thank my good friend, Dr. Princess Mutisia, and her husband, Apostle Monai, for inviting us here. It's actually an honor. What I would like to say about healing, when you hear about balancing, the other day I was talking to my daughter. I have 2 children, grown-up children, and sometimes I just critique myself, and I ask myself some questions. I read a lot of books. To be a speaker, you have to keep on reading books. You question, maybe quotes. What was the thought in this person's mind? And I just called my daughter, and I asked her, Mom, when we talk about balancing, how can you say that you have a balanced life? And when you think of balancing, it's like you take this weight, say it is 2 kilos on this side and 2 kilos on this side. That way you balance. But for me, realistically, I wouldn't say you can really have a balanced life. All we have to say is you have a life where you try to be comfortable at a certain level, because there are times life will really push you down. I think if I tell you my story, maybe you may relate with it or try to understand how to overcome some of the challenges that we encounter. The young lady there has talked about childhood trauma, and we all go through the same. Sometimes they are caused by our parents. When I was a young girl, my mom used to be my teacher. She was not very educated, but those times, children used to be beaten so that they would be intelligent. Maybe you ask what is 1 + 1, you give a different answer. And when you don't get that answer, you are really smart. And that affected me until when I was old enough to realize the reason why I was even wetting the bed, even when I was up to Form 2, was because of that trauma. And when I was in around class 3, class 4, my cousin came along. That is why it's important for us to get right mentors to help us. He was not coming to help me, but he just came to visit us. A long time ago, we used to have a lot of visits from our relatives. And so when my cousin came, he saw how I used to be harassed by my cousins, by my parents, my mom. She didn't do that because she hated me, but because that was the culture then.
I suffered a lot. I continued being stupid. But when my cousin came, my life changed. It took a different turn. So what am I saying here? My cousin worked with me. He showed me how to add 2 + 2 is 4, 1 + 1 is 2, and it became so easy. And he told me, it doesn't matter even if it's your mother who is pushing you down. In your heart, you go to Sunday school, I said yes. Ukienda kwa kanisa, Sunday school teacher nakwambiaje, I be strong. I say I'm not going to allow myself to be really put down. And how I also go about it is to pray. I pray, then after that I'll look for somebody who can work with me. If it's not that, I'll go online. We are in the era of technology. We have to appreciate technology has the bad side of it and the good side of it. So I go online, I go to YouTube, I go to TikTok, and I listen to people who talk sense. Not the ones who say, divorce your husband, divorce your wife, or how you go and express yourselves in a very, say you are so angry, and you are exposing your husband or your wife, instead of asking maybe a pastor or a very close friend to come and help you work with you when you share with them the experiences you are going through. Instead of you or even locking yourself. Right now, I think I just say that I'm a widow. I've gone through a lot. My son became a very serious alcoholic. Wale wanaanguka huko kwa mabarabara. I look for him, I don't find him. This time I'm leading global organizations. And I lead them to success because I say, when I'm not with my son, it's not easy, but I am supposed to lead these people. And I have to see them succeed. And while I'm in that meeting, I'm being called by a cop to be told, your son is in a police station. And I say, hallelujah. And I think you people might think this woman is crazy. How can you be saying hallelujah when your son is in the cell? Well, because I know now he's alive. He has run away from home for a whole month, 2 months, I don't know where he is. And it becomes very traumatizing for you as a mother, a single mother, because my husband passed on many years ago. And I'm like, could that be the problem? You pray and you feel like you're not getting the answer. But the thing here is, when you have people you work with, I called my pastor. I asked him to pray with me. That is the man who changed my life. How? He told me, you know what, Sarah? You are taking your son to a rehab. After 1 month, you take him away. After 2 months, you withdraw him from the other rehab. After 4 months, you withdraw him. He told me this. I went to the US, and I met a certain pastor who also used to be an alcoholic and into addiction of drugs, but she told me one thing. If you are addicted, don't stay in a rehab for only 5 months or 3 months. So I led my son to stay for 1.5 years. You can imagine, 1.5 years. And by the time he left that rehab, he was completely healed. And I thank God. Today he's working. He's doing his own business. And I thank God for that. So, and also as parents, as friends, please don't go criticizing people. I was criticized so badly by my neighbors. Look at this one. She has talked about, she was speaking in Kikamba, not speaking in Kamba, okay, I'm half Kamba, half Kikuyu. And they're like, Taranyina was Susan. They call me Nana Susan. Why is she letting the son to be like this? They didn't know what I was going through. Again, I was supposed to run businesses for my husband. I didn't know how to do it. I had been, I was employed, like my sister here. Coming out, you have people also criticizing you. Look at this one. Why aren't you running the business like your husband? And I say, excuse me, I'm not Karingi. I'm Sarah Karingi. And I'm doing things the way I know. If you know you're coming not to tell me something that is going to encourage me, that is the door. Walk out. Sometimes you become tough, but when you lock yourself in a room, you cry, you're like, why is it that people don't understand? But you know what? The world is not so kind to you. But when you look for people who walk with you, they'll guide you, they'll pray with you, and they'll give you the support. And that is what I did, my dear daughter. Asante sana. Mmefurahia? Mmemsikia? Thank you. Amesema, for you to balance, you need to nourish and nurture yourself with uplifting things, including watu ambao wenye unakubali kuwasikiza. Kama unasikiza mtu lazima kuwa anafanya nini? Anakujenga, sio kukubomoa. Asante sana, ma'am. So, Daktari, we are coming back to you. So, what are the warning signs that all is not well matters mental health? Thank you so much. There are several very glaring things that utaona kama uko na hizi issues ambazo nimeongelea. Kwanza, utaona
ona wewe umekuwa mtu wa hasira. Ukiamka asubuhi, ukiulizwa kitu kidogo, unajibu kwa kasi sana. Ama ukiwa kwa matatu, mtu akukanyage, ni kama mlikuwa na yeye. Kuna vile unamjibu. Kuna ukasi wa kuongea ambao unakuwa nao. Another thing yenye itakuwa kama a red flag, ni ukiona ya kwamba patterns zako za kulala. Labda umekuwa unalala masaa 8. Kwa sasa unakuta unaamka saa 8 ya usiku, hauna usingizi, mawazo tu ndio yako mengi. So ukiona umeanza kuwa na among these characteristics, then ni very important you visit and get help and be able to speak out about it. The other thing that I'll say also ni kuwa mtu ambaye vile mama amesema unakubali kila jambo, una entertain, hauwezi kuweka mipaka. Tuko unajua mimi kama mwanamke naweza sikiza hii, siwezi sikiza hii. Naweza pata mawaidha kutoka kwa huyu, siwezi pata mawaidha kutoka kwa huyu. Ndio uweze ukaprotect ile safe space yako, na ndio uweze ukajikuza na ukuwe mtu ambaye anaweza kujisaidia. Nyingine ni hizi simu. Ukijikuta hauna wakati na watu wako, wale ambao unawapenda. Uko tu una scroll. You're just from one TikTok to another. We are human beings. Vile Mungu alituumba tuwe watu ambao wanaweza nena moja kwa mwingine. Lakini ukijikuta kwa muda wako kwa siku mzima, labda haujaongelesha mtu, jiulize maswali. So hizo ni mambo kadha wa kadha ambazo utaona. Wakati mwingine utakuta magonjwa tu kama kichwa, kuumwa na tumbo, yeah? These are just a projection of the mental issues that you are going through. So asante sana daktari. Now let's discuss, Dorothy, let's discuss the restoration. I know daktari has mentioned the telltale sign, zile ambazo ni dalili ambazo kila siku si kila kitu hakiko sawa. Lakini sasa tukikuja kwa restoration, what role do faith, counseling, mentorship, friendship and safe communities play in emotional restoration for women? Thank you so much, and this time round I want to engage my audience. Munisaidie kujibu. So give me one microphone. Mumesikiza swali? Ama mko TikTok? Mumesikia swali yangu? Munisaidie. Ama rudie. Yeah, they are saying that you kindly ask that question again. Obina, you are helping me kindly, my brother. Okay. Swali langu ni, what role do faith, counseling, mentorship, friendship, and safe communities play in emotional restoration? Wakamba wanasema waelewi nini? Haya, imani inasaidia aje? Imani, si faith ni imani? Yes. Hiyo ingine ilikuwa? Mentorship. Mentorship. Sasa kuna meli. Sasa ship si ni meli? Sasa meli ya menda. Yes. Hiyo ingine ilikuwa? Counseling. Counseling. Haya, hii kuongea tunaongea hapa. Inasaidia aje wapi? Katika healing. Yes. Yani ili upone. Imani inasaidia kwa kupona. Kama uko na stress, uko na depression, imani inasaidia ama isaidi. Kama isaidi pia sema tu isaidi. Si uonge tu kwa microphone ndio sasa. Ni nani? Aya, ndio hiyo hapo. Patia ule mrembo pale. Huyo mbele yako, huyo mrasta tu huyo. Inasaidia. Aje? Inasaidia kwa hii njia. Imani inasaidia kwa hii njia. Maybe unaweza soma maandiko na uweke hapo imani. Inakusaidia pia. Very good. Unasoma Biblia. Aya, counseling, kuongea, pitisha pale ule mrasta. Hawa rasta kumbe wamenini? Si nini tu? Hi everyone. Hello. Niko kwa hapo kwa imani. Aya, inua tu hivi kidogo microphone karibu na mdomo tukusikize. Yeah, so imani inakusaidia unakuwa na hope. Sawa, ukiwa na hiyo faith ni believing in what you cannot see. So hapo kwa hiyo imani unakuwa na hope.
Kenya una leo unaona itakuwa kesho. Kama uko sawa leo, unaona kesho utakuwa sawa na inakupatia nguvu ya kuendelea. Asante sana. Makofi za kilo. One gentleman. Asante sana. Mimi nitaingia kwa counseling. Very good. Nisimame. Asante. Kwa counseling, if any case uende kwa daktari upewe counseling, guiding and counseling, itakupatia motisha. Usatakuambia hata kuna wengine wako na hiyo shida kukuliko, my friend. Utaanza kukuwa na matumaini, kumbe nilikuwa nakufa hapa, kumbe ningeshare na daktari ama jirani, kumbe hii jirani hakuna hii shida kuniliko. Utaanza kupata nguvu na motisha. I think on that way utakuwa sawa in terms of counseling. Wanaume wapigii makofi. Haya, makofi za kilo ziko sawa ama nusu? Hii side ingine? Nakwambia hii side wamelala gai. Mumeshiba tu. Mrudishe, nani ambakisha soda tu nini? We? Haya, pitisha hii mikrofoni. For me, I believe I will tackle all three, which is faith, counseling, and mentorship. First of all those three, I would say they would raise awareness, make people knowledgeable, what is going on in them and with other people. After all, in terms of mentorship, inapeana guidance and inapeana a sense of direction for people who are going through things. Unaona unaweza kuwa haujui ni wapi unaenda, but through mentorships and through people speaking to you and giving you knowledge, unaweza pata a sense of purpose na una grow. Now in terms of faith inakuground. Since you have faith, you're grounded in your values. You have core values that you believe in. Now that gives you a starting point of where you can look at life from your beliefs and you can tackle them step by step. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Haya, clock it. Thank you, Sana Obina. You've really supported us, and I think even our audience are really much engaged, and they are able to understand the conversation as far as mental health is concerned. And I believe we're in the right track. Tumekujibu ama bado? Mumenijibu. Thank you. Asanteni sana. So swali langu kwa Maria. So Maria, we do so much to deal with mental health issues. Sometimes it might be seemed ni kama tuna cope, ingine ni kama tuna heal. So do you think that this generation has confused coping and healing? And what does genuine healing look like? Thank you so much. I feel like this generation has confused coping with healing. And healing, healing is a journey. And healing is also like running. Because see, tukienda church, we're normally told that there is sin. So healing nika, we are running from the offense and the offenser. Then to make sure that he finds the center on the wheel. And that's where we also experience pain. Because I feel like watu wanasema that when you're coping, you're not supposed to experience pain. Experience pain, it's okay to experience that pain you're experiencing. Because it actually shows that you're human. Juka ungekuwa unajua coping, I find like coping ni a robot. Naona venye robot inaambiwa fanya hii, turn left, turn right, inapewa instructions, hizo coding, that is coping. But healing is a process. So after hii pot imeslapiwa, imehadeniwa, so that you can find the center, that is pain. And this pot, kuna process yake. Process ya pili, you must go through the fire. And that is part of healing, going through the fire. And going through the fire is not an easy process. And that's where we have hope. You're hoping that, manze, ataka siko sure hii kitu ina work, unajua ita work. And that's why you also, not forgetting the process of the pot, we also remember the potter, and that is God in heaven. It still summarizes back to our Father, right? Yes, niye ndo anafanya hii process inakuwa rahisi. So let's stop. Acheni kuji-involve and yet you're not okay. Sawa? Cedric over there loves saying that.
it's okay not to be okay. And healing is a continuum. Yes, so I believe I've answered your question. Asante sana. Healing is a process. Healing is a what? Kwa hivyo tu vitu tunafanya kama shortcut, haita to heal. So asante sana Maria. So Ma'am Sarah, ni nini wanawake wanaweza fanya kila siku kukinga afya yao ya akili? That's a very good question. Women go through a lot, and because you see, you are either a mother, you are taking care, maybe you are married, you have to take care of your husband, who sometimes is not at home, you don't know where he is. And I'm just being realistic. Other times, you even doubt yourself whether you are a good mother or a good wife. Then maybe at work, you are required to go. And you know there are times, kuna wakati mnakuwa hamna wafanyikazi, so you have to wake up very early in the morning, you cook, you prepare your children to go to school, and you sometimes get so tired. Yani, ukienda kulala unalala even past midnight. I went through all that because sometimes I never used to have my house girl. Na isipokuwa vile now our sons and our daughters divide roles. Wazee wa siku zile za kambo, wakati ule, mkatoka na mzee, mkae chini, anaanza kukuuliza, mbona hii chakula haijaiva? Na mmekuja naye mmetoka safari, and you are like, excuse me, okay, you would tell him sababu wazee wa siku hizo hatukuwa tunawarudishia. But today I see men and women dividing roles. Lakini there are times you realize you have to be a mother at the end of the day. You have to be a wife at the end of the day. You also have to go to work. So now, how I used to balance my life that time, or even so that I don't feel like I'm really being pushed down or feeling like I'm too stressed, I can't do anything. It gets to that point before you snap. How did I used to take care of myself? I would tell my husband, sweetie, you know what? Me, I'm not going to go with you where you want to go, because I would feel sincerely, I am completely feeling like I'm breaking down. And I loved going to a certain place just to relax. Sometimes I just go to do a walk. I would call some of my friends to go and do a walk, maybe a 5-kilometer walk, a 10-kilometer walk. And when I come back, I would feel so good. Other times, I would tell my children, me nataka, we just do a road trip. So tunaenda, then we come back. Other times, I would just call my girlfriends. And I'm very good with people, connecting with people. And I would sit with them and I would tell them, let us talk about our stories. And I know many men fear when women come together because they think that what we do, we spoil each other. But as a leader, I've always been a leader, I would tell women, we are not coming here to discuss bad things about men. We are here to talk about ourselves. When we are affected or when your husband is not treating you well, how do you deal with him? And they would openly share how they deal with their husbands. And you see it and come up with solutions. And I would tell them, no, this is how I think we need to deal with them. And I would, maybe like we discuss, some we critique them, others are, no, I can't be done this, I can't do that. And then there's another thing that I also remember I used to do myself personally. There are times I would decide, I would just go for just my own time. I go, I pray, and then I come back home feeling so fulfilled. Other times I'll go for a seminar just to help me realize that I'm not alone. And that really helped me to recover even from some challenges that I was facing. And as a widow, we have unique challenges. I'm sure there are very many widows, some, not many, sorry to say that. Some widows here, you don't know whom to talk to. Your relatives are bashing you. Some friends also against you. The other people who just look at you and they despise you. But you know what? Deep inside, you need to know that you are a child of God. So me, I fight back and I tell someone, if someone wants to make me feel like I'm a nothing, I tell them, listen, I either give them quotes, or I go to the Bible and I tell them, listen, I'm a child of God. It's going to solve my problems. And that is how I've been working with it. And if it is work, excuse me, let me just finish. If it is work, I learned how to delegate. I do a lot of things. I do construction. And you know that work is actually done by men. And you realize sometimes I would go and talk to my teams. I realized all the people like me would not even help me. So I started changing and work with men and women who are younger than me, like now these girls that you are seeing here. You see it. They will listen to me, I ask them questions, and they come on time. So I am a very particular person and very serious when it comes to timekeeping. And I will tell them by 7, we need to be at this site. Because that will help me to reduce stress. We process timber, we do what? I have a manager. So I uplifted them, I encouraged them, and also my daughter. We need to work together. So most times I don't even go to work.
I can be away from work for about 2 weeks, and people ask me, Sarah, how come that you don't go to work every day? Because I decided I'm not going to die because of work. Then there's something that many people here don't want to talk about, and I think Dr. Princess, who is our Kili, she can tell you for sure. Succession planning. I am planning to exit the businesses, letting my children to work. Mimi sishughuliki ati na pesa vile watu wanaficha pesa, hamtaki watoto wenu wajue kuna pesa ngapi. I tell my daughter, deal with that customer, deal with that supplier, deal with it. That way now, I decide, now that of course has helped me to release a lot of stress. And then I also tell her, when you feel like things are tough, Mom, don't even go to work. Take a break. Go away from work. Stay at home. Go where you want to go. Sometimes I sponsor her just to go for a facial or just to have a massage, or we go somewhere and be together. That is how I have dealt with all that. Have I answered you? Are you happy? God bless you so much. Thank you so much. Patience. Hapa kwa hii kanisa leo, kuna mwanamke ama mwanaume akona depression, akona mawazo, suicidal thoughts, ana feel emotionally exhausted na amechoka. Una ujumbe gani kwake? Kwanza ni kumwambia, when you say you're depressed, that's a whole diagnosis. Yeah? You being stressed and depressed, hizo ni vitu mbili tofauti. Tukisema tuko depressed, clinically, unafaa ukue uko na msongo wa mawazo kwa up to 6 months. Umekuwa na issue moja, it has either imecontributiwa, labda umekuwa na loss, labda umekuwa na issues nyumbani mwako, lakini kwa muda wa miezi 6, siku baada ya siku, ukishaenda udiagnosiwe na ukue assessed, that is when unasema niko depressed. What I'll say, if kama unaweza kuwa uko mtu ambaye unajua umeenda ukapitia kwa therapist, wakakuongelesha na kwa muda wa miezi 6 haujapata nafuu, wewe uko depressed, na kama wewe ni mtu wa aina hiyo, tutakwambia utembelee tent ambayo iko pale nje ambayo ni Amani Counseling, then kutoka hapo watakuwa able kukusaidia zaidi na zaidi vile watatembea na wewe. Lakini kama ni jambo kama stress, ya, ni kwanza jambo la kwanza la kujiuliza ni nini ambayo ina trigger hii stress yangu. Ni mume wangu, ni kazini kwangu, ni watoto wangu, ni economy. Ukishajua mahali ambapo ile stress iko, then itakuwa ya muhimu tuweze tukatembee na wewe na tukwambie economy inaweza kosa kuchange leo, kesho ama kesho kutwa. But tutafanyaje tuweje kukusaidia uweze ukajikimu vyema na uweze ukawa wa kureduce zile stress. Kama ni pale nyumbani, pia tukusaidie kujua nitakaje na huyu mwanamume. Sana sana tutakwambia kimbia. Tutakufundisha wewe ukue bora, ukue better, ndio uweze ukakae na ule mtu. Because what we are saying, like Maria has said, ukiwa unapokea uponyaji wako, hatumaanishi shida zimeisha. Tumekusaidia wewe ukakuwa imara zaidi kuishi katika zile shida ambazo ziko. So hivyo ndio naweza jibu. Asante sana. Makofi kwa daktari, na kile ambavyo ametuambia, usihangaike na shida zako peke yako. Leo tumewaletea partners ambao ni Amani Counseling Center. Tafadhali watembelee, jieleze na utapata kusaidika. And with that, ladies and gentlemen, that marks the end of this panel. Allow me to appreciate the panelists as they stand up and leave the stage. Thank you so much, Dr. Sarah. Thank you so much, Dr. Patience, Maria, Fortune, and Dorothy Mukunzi. Makofi tena kwao. Asanteni sana. Siku hizi pia ukiingia mitandaoni kuna wanaume wanaambiwa wasisikize mwanamke anaitwa simp. Eti kama una cooperate na bibi yako anaitwa simp, wewe ni mdhaifu. Kuna wanaume anao akienda nyumbani mapema kushughulikia boma yake anaambiwa jogoo afuatani na vifaranga, come drink at the table of men. Anaenda kwa pombe, inaonekana kama ni dhaifu. Mwingine akona mpango wa kando, akona mwanamke hapa, ni baby daddy pale, ni mwingine hapa, amejificha hapa, amedanganya, amebreak heart ya huyu msichana, amedanganya huyu mwingine. Huo si wanaume. The moment you lack that fatherhood, one, you are lacking discipline, you are lacking respect, you are lacking direction. Without a father who is a figure, either physically or emotionally,
there is a gap that automatically you miss in your life. The society has termed us, the society has deemed the man as a rock. A man cannot cry, a man cannot shed a tear. But this is me telling you today that it is okay not to be okay, and the first step to healing is vulnerability. Each and every person was given a reason as to why you're on this earth. Ni wewe tu hujajielewa mbona Mungu alikuumba. But no one alizaliwa na jui ama Mungu ajui mbona alimuumba. Mtu anakuja ako na shida, anaambiwa wacha nikuombee, mambo itakuwa sawa. Mtu anakuja hajakula, anasema hana kazi, tunamchapa maombi. Na anaambia Obina vile anakaa ni ule mtu wa kelele imekuja anatoka. Jamani, kama kelele imekuja niambie tu baby nakupenda tuongee. Usitoke. Sawa? Ama niache wanawake? Si wanaume mnafanyanga hivyo? Hapo ndaongelelea wanaume. Saa ingine hiyo pata amesema ni ukweli, mimi kelele siwezi. Kelele mimi ndo huyo. Kwa nini? Saa ingine kelele ni too much. Obina wanawake tumeumbwa wa kelele. Hatuwezi change. Now you see, now that's a problem because you can't compromise for the person you're in a relationship with. Why not just communicate? Ukisema, si tumeumbwa na kelele hatuwezi change, niko zile, okay, baki na kelele yako, mimi ndaenda na kupiga kelele yangu. Kuna ile kelele ya too much na kuna ile ya kuelewana. Unajua kuna ile baby nimekuongelesha hii hujafanya na hujafanya. Haisikiki vizuri. Hapana, lazima nimalize hata watetea. Ukishout I avoid, ukiwhisper na karibia. Badala ya kusema we need to talk, ukiambia mwanaume we need to talk hata kuja. Goja tu wakati yako happy kumerelax muongee. Jambo la mwisho, kila wiki muende nje mkakunye coffee nyinyi wawili. Badala ya wewe kustomach na vitu na unalipuka, mkuange na date out. Uko date out tunaongea yote iliyotendeka hii wiki bila kubottle up. Sawa? Lazimisha. Mwanaume akijifanya ako kazi anakuja after 3 months, hata wewe enda zako. Usiolewe na Bluetooth, olewa na mtu wa ukweli. Get the point. Take a step forward. Saseni, tuseme ama tusiseme? Mjadala tunayo ama hatuna? Tunayo ama hatuna? Naitwa Benjamin, so happy to see you guys. Hebu leo tuongee tutoke. Sawa? Kama kuna mtu alikufanyia ile kitu, sema hapa. Sawa? Hatutasema sawa? Sound engineer, balance your microphone kidogo. Haya, the next person. Vinafinyiwa hapo chini. Habari ya leo. Kwa majina naitwa Ponya Kolo Eugene. I'm the founded executive director of L.E Movement Africa, which is a movement of the young people who are unemployed, by the unemployed, for the unemployed. And we are doing this for a major purpose to eradicate the unemployment menace. Because we all agree, hakuna kazi. Vijana kuna kazi kweli? Vijana power. Kuna kazi kweli? Si hakuna kazi. But we cannot just keep complaining that there are no jobs. We can't just be part of those who want to complain that hakuna kazi. That's why, as L.E Movement Africa, hata ndo maana tuko hapa through Trudy Kitui, who is a very marvelous person. That's why we're here, kwa sababu the Grace World Foundation, nikisema Grace World Foundation, tuseme building resilient communities for shared purpose. Grace World Foundation, yani mmekaa hapa, mmekula chakula ya daktari na mwezi kukata nini? Network. Tafadhali. Grace World Foundation. Tuongeze sauti. Tunasema building resilient communities for shared purpose. Grace World Foundation. Very nice. Ile kwa useme tu jina yako. Wacha niwafunze kitu kingine moja. Nikisema L.E Movement Africa unasema striving to green Africa. L.E Movement Africa. Asanteni sana. So we are happy to be as L.E Movement Africa because they are so keen on what we call food distribution. And we as wazalendo tuko hapa kwa kusaidia nyinyi wa mama wazee kuweza kuweka hizo kitchen gardens, kuweza kuweka hizo hydroponics farming, kwa sababu ukulima unabadilika. Na kama mama anapeana chakula, sisi kama wazalendo tunachukua hilo jukumu, apange siku tukuje tuwa train to come up with the hydroponics farms, tuone jinsi tutasonga mbele. Tutaongea mengi tukisonga. Asanteni sana. Kazi iko bwana. Kazi ni kutafuta kazi. Hiyo kazi iko. Good afternoon again. My name is Belshazzar Oro, the CEO of Gojali Group of Companies.
Gojeli group of companies is a group of 7 companies, with Farisi Premium being one of the companies. We have the Gojeli Marketing Agency. We also have the Gojeli Consulting, among many others. Niliambiwa nimeletwa hapa na Obina. He voice noted me like some days ago about the program. However, the notice was short, but we had to come here so that we could share something. Asanteni sana. Thank you. God is good. And all the time. My name is Captain Cedric Sammy Nagosa, the President Emeritus KEMU 047 Campus, Kenya Methodist University, currently serving as the Mental Wellness Lead at Wazalendo Movement Africa, and I'm glad to be here today. And as a politician, as a student leader, we like oozing wisdom. So today I'll say, Wakenya wisdom, you say wisdom, okay? Wakenya wisdom. Wakenya wisdom. A poor man's wife is only happy at night. So as we are going to talk about men, let's talk about men. For all the men in the room, don't feel free. This is the time where you can be vulnerable and open up. Let's share and let's talk. Thank you so much. Hallelujah. Na pia mimi niko hapa pastors. Najua kuna watu wanafikirianga pastors hawananga shida. Kazi yao ni kuomba. Lakini pastors wanapitia mambo yao. Kwa hivyo tuko hapa moja. God bless you. Thank you. Asante. Swali ya kwanza tunaanza na Benjamin Zulu. Kwa nini wanaume hawaongeangi? Kwa nini wanaume hawaongeangi? Bro, kwaje niko fiti? Bro, ni aje niko poa? Kidogo suicide, kidogo drugs, kidogo amepiga bibi, kidogo amekanyaga mtoto. Kwa nini wanaume hawaongei? Ni kwa sababu tuna confuse vulnerability with weakness. Tunafikiri tukikubali we are human, hata onekana kama wanaume. Tumeambiwa tukue simba, ati lion shed no tears, ati ukae ngumu. Hata ukiona wakiadvertise kwa barabara, wanaume wanakuwa pictured kama ni tough. Ile ya ukweli ni kwamba wale wanaume Mungu alisema wako na roho kama yake, kama David, tunaona wakiandika zaburi za kulia. Tunaona akiji-express emotionally, akipoa out. So, Obina ukiniuliza ndasema, a strong man does not deny his humanity. He integrates. Wanaume wakiacha kuongea, pia wanawake wao wanaacha kuongelesha. Kwa sababu ukikana mwanaume akwambie napitia nini, utaona hata kama akusikizi pia. Ni kweli ama si kweli? Boma zetu zimenyamaza na ndoa zinadhoofika kwa sababu kiongozi yako zipa. Hata akuji nyumbani social hour, vulnerable hour, anakaa nje akuje wakati ya kulala. Between kazi na kulala ndio mwanaume anafaa kuja nyumbani aone mtoto anaendelea aje na mama anafeel aje, tuongee emotionally. Lakini wanajificha. Wanapitia kwa bar ama wanapitia kwa wenzake, wale wa maombi wanaenda maombi, anajificha mahali tu akuje after dark, after bedtime. Kwa hivyo mwanaume aliyenyamaza ananyamazisha boma yote na anaogopwa na anaumia peke yake. Kwa hivyo langu ni kusema sometimes, for example, umesikia prostate cancer na mambo mengi yanaendelea na mwanaume ako na tu symptom tudogo kama uchungu hapa, kingine pale, lakini kwa sababu hawezi akaketi akauliza unasikiaje, aseme nimekuwa nikisikia ka uchungu hapa kwa last one week. Hakuna siku ataongea, hilo jambo lile linapita, it gets out of control. Kwa hivyo wanaume hawaongei kwa sababu wana mistake strength for pretense. We should become genuine. Na ukisema leo pesa haijaingia na unasikia ukiwa stressed, uko anxious kidogo, haimaanishi umeacha kuwa kiongozi. Ukisema hauna dosa hii, kuna deal jeda through kazi na kustress, boss na kuonea, umekuwa alienated, zile shida za kibinadamu haijakupunguza kama mwanaume. Jifunze kuongea ndio relax. Ukijifanya mtafu baadaye utavunjika. Nagosa Cedric, signs. Utajuaje huyu mwanaume amelemewa? Because wengine wetu wameingia gym, amefinya nini, amepiga suti kama hiyo apostle, nywele amenyoa vizuri nini, lakini kume ndani huyu mwanaume ameenda. Mnaonanga hapa Buddha, lakini ndani signs. Unajuaje huyu mwanaume ako na shida mentally? Hello. Thank you so much. One thing about men. If you want to know a man is going through mental turmoil, first of all, mental health, when you mention mental health to a normal person, they will think that you are joking. They will shrug you off. Watakwambia, mimi niko sawa by the way. Waking up daily, going to sleep at night, and providing for your family is not just being okay. And I usually like saying,
it's okay not to be okay because nobody is actually okay. We live in a society where we mask our emotions, and one indicator that a man is drifting away, they start withdrawing themselves from the small hookups they usually have with their men. They usually have, men, when you go to a place, we will go, let's say, to a joint, watch football, talk about all the things, but when you become emotional, utaulizwa kwani we ni nyang'anya. Because the society has termed us, the society has deemed the man as a rock. A man cannot cry, a man cannot shed a tear. But this is me telling you today that it is okay not to be okay, and the first step to healing is vulnerability. Your wife, if you're a wife to a man, I'm not married, but our Dr. Princess said that the current generation is overwhelmed. Then there are the millennials who are banned. Then the other ones who are confused. How can we bring all these generations to harmony? Let's say my father has a mental health issue, they won't come to the house and say it there. Where are men going to be vulnerable? So for a wife and for anybody who lives close to a man, because it's so hard for you to avoid men out here, a man, if you want to notice if this man is drifting emotionally and mentally, that man starts withdrawing themselves, they limit conversations, they no longer stay with you, availability becomes an issue because they are trying to run away from reality. Most of these men decide to even go and even just drink off the problem. So for all the men in the house, don't drift away. It's okay not to be okay. Mental health is not a disease, and help is not far away from you. Look for someone, look for any counseling psychologist or anyone, because the best counselors are amongst our friends. They are not in counseling institutions. There, we can go there, but if you have a friend, a confidant, find an anchor as a man. Don't drift away. I've given you the indicators that a man is drifting away, and if you realize that, find an anchor. If your anchor is God, go back to God. If your anchor is God and your wife, go back to them. Share the problem. A problem once shared is half solved. Thank you so much. Asante sana. Belshazzar, unresolved childhood wounds. Uliteseka ukiwa mtoto, umegrow ushago, sijui dada kukuanga hapo, mara ni mam, ama dada alikuwa anapiga mam, sijui ulikuwa umefanya nini. How do they come later to affect your present life as a man? What role do they play? Thank you so much, Obina. To start, there are wounds in life that shape who we become in life. There are some wounds that if you go through them, you will never heal from them, but they will automatically shape who you become. They will shape how you think, they will shape how you reason, they will shape how you take life or how you view life. Generally, just to talk about a recap of what I went through. Before, born from Mabit County, went to a school called Nyafari School, PO Box 150, raised from a humble background. Umejua pale kijiji watu wajuangi kama we ni maskini. They don't know that when actually they back at the village, you don't know whether you are poor or whether you're not poor. But in the same village, kuna yule mwenye ako poor that even the poor know that he's poor. So we were the poorest that even the poor knew that we were poor. But being that I wasn't the biological son of my dad, it happened that it affected the relationship even between me and my dad. It affected the relationship between me and my grandmother. My dad being there a bit hostile on me, to an extent that at times my grandmother told my dad that he was wasting his school fees on me, forcing me to drop out of school. I was at Maseno University. I had to drop out of 1 year, see how to maneuver into life, and I had to catch up late after 1 year. Through the grace of God, Mheshimiwa Babu Owino came through, and is the one who helped me to finalize my education and acquired my degree. So after that, you realize that as a man, you might end up, you will grow, generally you will mature, but deep down internally, unapata ka bado kuna kautoto wengine. Because the moment you lack that fatherhood, one, you are lacking discipline, you are lacking respect, you are lacking direction. Without a father who is a figure, either physically or emotionally, there is a gap that automatically you miss in your life. There is the way they shape it in your life. There is something that they do in your life.
So generally, personally, I missed it as I was growing up. But through it, I learned one thing, that I was alone in the journey, and there was no one who could be there for me. So through the journey itself, I came to understand one thing, that in life, there are people who who took risk, or generally who made bold steps in life and succeeded. And I decided to also copy-paste whatever those who fought to be where they are. Also, I believe that I could do it. So the journey became a bit controversial and a bit tough. But I will finalize by saying that missing that leadership from the father, or the parenthood from your father, will make you it will affect you generally, hata ukiwa mkubwa. Because nowadays, even if I'm the way niko, bado inaniaffect this easy. So that is why I really realized that I had to go to an extent of now getting a father figure in my life. Someone that I could trust with what I want to be. Someone who could mentor me in the journey. Someone who could stand by me, and someone that I could easily share my secrets with. So that is where I think for those who maybe have known me, I've realized that I'm a bit close with Pastor Tim Maangi. He happens to be my mentor. He happens to be my spiritual father and my father. And that is where Babu Wino comes in as a father who has stood with me throughout this journey. So I decided to myself that I needed someone who come into my life as just like a father figure, to stand by me, to always guide me on the right steps to make. Because without that father figure, trust me not, there are steps that you will make in life that might end up affecting you later. This gentleman is the CEO and also a director of Farisi Unga. That clearly shows you that we have a lot of men holding very high-ranking offices, and they have gone through it all. For the young men who are here, you might be going through it now. Don't think that you have monopoly of problems. Don't give up then, because if he gave up then, he will not be seated here. Sindio, makofi zake tafadhali. Apostle, what role are you guys playing? Religious leaders, our fathers, community leaders, what role are you playing to help young men to go through such? Inakuja, question time inakuja. Dimbiria dimba. The church, all the spiritual leaders, mostly I must also accept and admit that saa ingine hiyo area inakuwa overlooked. Kwa sababu gani? Kuna a lot of spiritualization of everything. Mtu anakuja akona shida, anaambiwa wacha nikuombee, mambo itakuwa sawa. Mtu anakuja hajakula, anasema hana kazi, tunamchapa maombi. Na anaambi. But we thank God kuna generation ambao pia tumepitia. That is why I said ya kwamba nitaongelelea pia pastors, kwa sababu some of us pia tuko na journey ambao haijakuwa rahisi. Kuna tu vitu naweza relate with my brother ya kwamba unazaliwa familia ambayo wewe ni kama mtoto mgeni, na unakuta unateseka sana wakati wa kukua, hata shuleni kwenda unakuta ni kama unasomeshwa ni kama favor unafanyiwa. So hizo vitu kama hizo. Alafu wakati umegrow, watu wanakuangalia wanaona uko na kichwa ngumu, kwa maana kuna vile wewe mwenyewe umezoea kujikaza kimwanaume. Na wakati nafika hapo unakutana pia na pastors, unaingia kanisani, wanaanza kuona mbona huyu mtoto ako na kichwa, mbona huyu kijana. Kuna mahali ya maarifa pia, kwa sababu and that is why as pastors also we need also to be trained as counselors, kwa sababu ukimejor tu only na mambo ya maombi peke yake na neno, kuna mambo ingine ambao utakuwa unaweza kubalance. Na that's why tunasema pia as pastor we also need to tusome hao mambo ya counseling, kwa sababu itakuwezesha kwanza kudetect ya kwamba huyu mtu shida yake sio kiroho, ako na kitu kingine ambayo inamsumbua. Kwa hivyo mambo sisi kama leaders na spiritual leaders na mentors, we have a very big role, kwa sababu most of these young men wanatutrust sisi kama pastors na kama leaders, wanakuja kwetu. Lakini kama hatuna hayo maarifa na kuweza kudetect na kujua hii shida sio kiroho peke yake, kuna kitu kingine, tutawaacha kwa shida. Wengine watatoka kanisani, wengine wataenda huko nje, alafu tunawafuata tunasema huyu alitoka kanisani alikataa Mungu. Na sio kukataa Mungu, ni kwamba hakueleweka kanisani. Tupigie Yesu makofi. Hallelujah. Asante. Hapo umesema ukweli.
Pastor nasikia njaa, receive. Wacha nikuombe. Ninunulie tu lunch tumalize story mi. Sasa Obina. Hiyo ya lazima tu uko unaongeza. Sorry. Upako. But it's a good thing. That part for for pastors or religious leaders being trained in counseling can be very important, because now they will know how to discern what needs counseling, what needs prayers. Vitu zote tu maombi. Oh, pastor niweka mkono ya Bwana. Pastor yawa, ni kazi tu, niweke ni clean hapa nje 1 2. Aya, Eugene, let's talk purpose. Let's talk alternative, because most men, when they don't have purpose, they focus on other things. Drug abuse, wrong friends, pastime, they get into crime and everything. Let's talk about it. And especially you are a living example of alternative purpose. There's something you do very beautiful in your area. Please, let's talk about it. Thank you. That's a very philosophical question. And I have much to say over the same. Because most of us, even watu wamekaa hapa, very few of them, they know their purpose. And that's a very bad thing, because I believe as Eugene, each and every person was given a gift. Each and every person was given a reason as to why you're on this earth. Ni wewe tu hujajielewa mbona Mungu alikuumba. But no one alizaliwa na ajui ama Mungu ajui mbona alimuumba. Uko hapa kwa nia. Lakini jiulize, nia yako hapa duniani ni gani? Some people find their purpose very early in life. Some people take time to realize who they really are. And that's why as a movement of the young people, which has over 100,000 across the country, we keep on trying to bring young people together, to talk to them, to make them realize that you can do something for yourself. Because as a person, I believe in ownership. I believe in ownership, so that each and every person can have something for them to do. Because if you look at it critically, majority of the young people, or rather majority of the people, wamekuwa structured or rather programmed to look for employment, but not to look innerly. What is in there for me? Why am I here? Why am I on this earth? How am I supposed to inspire others? How am I supposed to motivate others? Because some people feel like you have to do something very vital for the society for you to be doing something from a purpose perspective. But no, you can just be a motivator. You can just be an inspirer. Someone who just makes people feel like, let me wake up today and go to work. That's even the work of the people who work for the radios. You will hear maybe very early in the morning, utapata kuna show za uokovu. Ndio maana watu wengine wakisikiza hiyo show wanasema, mimi naenda kazini kwa sababu I've heard this from the radio. This is the strength I've gotten from hearing from this. So I ask all of you, it takes time for you to realize what's your purpose. And for me, it was a journey. It was a journey because I kept on asking myself after I finished high school. And this is what I will also say to the fellow young people maybe who haven't gone to school. That's college or university. Who you really are. Don't wait for your friend to see strength in you. Some people lazima uonyeshwe ni watu wa maana ndio utaona wanafanya vitu za maana. Wasipoonyeshwa ni watu wa maana ama someone pointing out that gift in them, utapata watu wengi na easy. I hope pia this is what I will advise all of you. For you to also realize purpose, please make time na utembelee makaburi. Ukipata muda, tembelea makaburi. Ukitembelea makaburi utarealize watu wengi wamezikwa huko. A lot of dreams zimezikwa huko na hakuna chochote wanaweza fanya. Unataka kukua kama watu, ukitembea makaburini utajiuliza hiyo swali. Unataka kuwa kama watu wale ambao walikufa bila kumaliza nia ambayo iliwaleta hapa duniani, ama you want to be the people who are going to be able at least to bring something for this life. For example, for instance, was L.E Movement Africa. When we began this, we had a very crazy accident in November 2023. And I asked myself, because I wasn't myself, I was asleep in the car, and we had a very crazy crash. Then when I woke up, people thought even I was dead. So when they were waking me up, then there was a gari ilikuwa imefungwa airbag zote zilikuwa zimedrop. So watu walikuwa wanajua watu wamekufa, na mimi nilikuwa nimelala kwa kiti kama mtu amekufa. So the driver was pulling me out kuona kama sijakufa.
So kutoka hapo, the moment I stepped out and I asked myself, ningekuwa nimekufa leo, matanga yangu watu wangongea nini? And I asked myself this question every day. Nikifa leo, watu watasema nini? Na sio watu kusema tu. What if nilikuwa na kitu inafaa niambie watu na sikuambia? What if kuna kitu ilifaa nifanye na sikuambia? Kama sasa kila mtu ako na shida ya chakula. Kila mtu ako na shida ya chakula. Ndio maana kutoka hiyo siku nikasema, before nitoke hii dunia, before siku yangu ifike, tutangangana kama Wazalendo Movement Africa, tuweze kuzalishia watu chakula. Tuweze kufunza watu mambo ya hydroponics farming, tuweze kufunza watu mambo ya aquaponics farming, mambo ya ukulima wa samaki, ukulima wa kuku. Na tumekuwa tukitembea all these 47 counties ever since we had this accident. So for me, to get my realization, I was so much into politics. And then I realized, no, I have to do environmental work, I have to do climate advocacy and smart agriculture. So that's what I would say. Thank you so much. Umeenda Tao, akaenda Utawala, akaenda Rongai, akarudi Kitengela, lakini amefika, si ndio? Asante sana. Aya, in summary, Benjamin, 5 minutes, talk to men overally. You can stand if you want. Yeah. Wanaume oye. Wanaume Unajua siku hizi wale wanaume wanajiita wanaume ni wale wako na flashy, wanavaa vitu flashy ama wako na majina kubwa, wanakaa kama wana trend. Kwa hivyo ule mwanaume anatia bidii, anasomesha watoto wake, anatekea boma yake, anatia bidii, boma yake haifungiwi nyumba, ako present kwa watoto wake, anaonekana ni mudhaifu. Siku hizi ule mwanaume yuko kwa social media na hana trending, hashimiki. Siku hizi ule mwanaume anaheshimika ni yule anaenda TikTok, anashinda kwa na stream live. Most of us hatujaumbwa tukafanya influencer. Most of us tumeumbwa tukue present father. Nataka kukupongeza wewe ambaye unaenda kusikiza watoto wako, unaweka kijana wako kwa kitanda, unasikiza msichana wako kuna nini, wasikiza mke wako, mnapanga mambo yenu, kutoka pesa ndogo, kutoka shinda dogo, muna accommodate your family, munatengeneza boma, unalisha. If you are doing the things as a man, as a father, as a husband, na upigiwi makofi, you are the real hero. Wacha kushinda ukifuata social media. Kama as a man, siku hizi pia ukiingia mitandaoni kuna wanaume wanaambiwa wasisikize mwanamke anaitwa simp. Eti kama una cooperate na bibi yako anaitwa simp, wewe ni mdhaifu. Kuna wanaume akienda nyumbani mapema kushughulikia boma yake anaambiwa jogoo afuatani na vifaranga, come drink at the table of men. Anaenda kwa pombe, inaonekana kama ni dhaifu. Mwingine akona mpango wa kando, akona mwanamke hapa, ni baby daddy pale, ni mwingine hapa, amejificha hapa, amedanganya, amebreak heart ya huyu msichana, amedanganya huyu mwingine. Huo si wanaume, huo ni ugashenge, ni ushenge tuseme hivyo. Anakimbia kama kahi goat, anadanganya huko anakimbia kule. Wewe ambaye unasema and you keep your word. Nilisikia Obina akieleza kwa show fulani alikuwa anafanya kwa Jagero, alichukua majamaa anafanya boxing. Na kabla afanye boxing mmoja wao aliwaambia alikuwa mwizi. Hiyo siku walifanya match. Obina akawa tip, kapea jamaa 50k. Jamaa akabeba hiyo pesa akaenda kwa boma yake. Akachukua familia yake akakomboa nyumba. Iko na maji, wakafungua akatoa, tazama tuko na nyumba iko na maji. Obina akapea kijana, what can you do? Unaweza fanya boxing, chepa hii match, shika hii. Akakimbia nyumbani, aka-accommodate familia yake. Hakuenda kwa side chick, hakurudi kwa wizi bro. By the way, you are doing a very important job bro. Thank you so much man. Alafu kwa hiyo context alikuwa ameulizwa hao watu wanasema ati ulienda State House, akamwambia nilipeleka vijana State House, unaona kama hiyo government itawa sponsor, iwape some money. Na kabla ya sponsor nikapea what I have. Akasema badala upigane na mimi, si usaidie yule ako next to you na yeye ainuke. Hao wanaume wanaojaribu kisport, yako ni boxing, yako ni hii, na unabeba hiyo pesa unapeleka familia yako niweka kwa nyumba better, unaipea maji. You are not weak, you are the real man. Na nitaje hili pia, mwanaume kujicontrol ni vigumu sana. Siku za leo wanatumia sexual content ku advertise cooking oil. Wakitaka ku advertise cooking oil wanaleta mwanamke hapo. Wakitaka ku advertise radio wanaleta mwanamke hapo anadance na ni radio. Wakitaka ku advertise kagari ni kasichana kako hapo. Wanaume tuko na hiyo shida ya kukua stimulated. Ukienda kwa anything wakitaka ku capture mwanaume wana stimulate your sexual senses. Ule mwanaume ata control your loins. The man who can control your loins, you will arrive at the end of your journey safely. But if you allow erection to give you direction, you are going for destruction.
Society, hata kuna wasichana wengine hawatuonei huruma, anavaa anashika hivi alafu anatembea mbele yako akikuonyesha. Siku nyingine pastor niliitwa nikaongea, alafu niko hapa na kuna wadada fulani wameketi, akiwa ameketi unajua wengine hawamuoni, mimi na mwana ananipotezea network. Mimi najaribu kuongea nakaa nikiwa hivi kwa sababu nikiangalia hiyo side sioni. Imefika mahali hata kwa makanisa wanaume hatuna amani. Hii macho yetu manze ndio inatumia, yani ndio tunawindwa. If you are here as a man, and practice self control. Develop your self talk. Karibia Mungu wako. Jifunze kujiombea, kujiimbia nyimbo. Jifunze kudiscipline na ukae na voice of reason. Mwanaume mnaweza reason wakati kishetani kinaingia kinakwambia kimizana na ule madhe, kimizana na ule dem, kuna dem anakutext nitumie 2K urgently. Ama nao namwambia kujia. Nini kimeendelea hapo? Ni exchange tayari imehappen. Ameitisha dona akaambiwa kujia ati unatumiwa fair. Unaleta mwili juu ni transaction, sio dating. Usiingiane na wasichana, usiingiane na kutuma 2K. Kama boma familia yako iko ushago, tia bidii sana ukaribiane na familia yako. Wanaume, acha nimalize na hii point. Usikubali boma iko Eldoret, watoto wako Eldoret na mama wako Eldoret na wako Nairobi. Leta familia yako mahali ulipo. Mtoto wako atafunzwa pornography huko, mtoto wako atafunzwa uchafu na huko, msichana wako ataguswa vibaya na shamba boy huko, kijana wako ataambiwa maneno machafu na gateman na hauko unakujanga once a month. Lete watoto chini ya roof yako. Pia lete mama mahali ulipo. Na usitume mtoto boarding akiwa class 4. Wengine wetu tunaumia juu tulidampiwa boarding school tukiwa ndogo sana. Tukatupa hatujailelewa. Wanaume, kusanya boma yako pamoja. Wa protect physically. Ukienda nyumbani, enda kwa boma yako. Usiende kwa side chick. And I hope you know, kuongeza wanawake kuwa nini ya side chick polygamous ina kustretch tu as a man, you die fast. Unanyonywa, nguvu inaisha, stress kila siku, hakuna amani. Nimalize na hili. Usikae na mwanamke mjawana officially. Usiseme tumekuwa dating for 3 years na tukamna mtoto. Hiyo sio dating, hiyo ni ujinga. Kama unataka bibi, date vizuri, utafute mtu anayetaka kuwa mke. Kukuwa mke ni kazi ngumu sana. Wasichana wengi ni warembo na hawawezani kuwa na bibi. Being a wife is very heavy. Many beautiful women cannot manage it. Wanachukia authority, hawapendi kufuata wanaume, hawapendi kupikia mtu. Unataka nikutandikie kitanda, kwani una mikono? Microwave ndio hii hapo. Si ujipikia hata wewe, unaningoja kwani una mikono? Some of them are very beautiful but they are very toxic. Usimwambie nimekuwa nawe ni mrembo usikue wangu. Na kwa wako kivipi? Muulize, are you ready to be a wife? To be a wife is a sacrificial journey. Kuamka mapema, kulea mtoto, kulinda boma, kuiombea boma, kukuja nyumbani, kutolewa, kutokuwa na boyfriend. Ukiona msichana amepigwa picha online na huku ndiko kuko mbele, hepa huyo si mke. Ukiona amepigwa online na anaonyesha sasa nikikuletea chipo na nimebeba nikiwa mbakuli imefunuliwa hivi, utakula hiyo chipo? Nimekuja nao kwa barabara imenyaa vumbi. Wasichana wengi ni chipu zimefunguliwa hivyo. Wanaonyesha dunia yote. Dunia yote. Umebakishwa nini kama mume? If you want marriage, go for wife material. Wife material wengi wako hapa church wanajaribu kufunzwa. Wife material wengi wanakuja kulearn. Na wako na notebook wamekuwa mentored. Si club kwenda club kwenda club. Ni church, kwenda conference, kwenda mentorship. Wamelearn. Wife material wamefunzwa na other wives. Wako learn na ako compose na yuko desperate. Na wewe mwanaume kama unalazimisha msichana anambia tukiingia kwa relationship lazima ufungue server. Wale wa kufungua server ni wale wrong number. Wale wa kuolewa wafunguangi server. How do you sign covenant? Wanaume na nyinyi tunajichenga. You want a good wife but you want her first of all to be a bad girl before you marry her as a good wife. Are you confused? Good wives have a covenant. They are usually married from the altar in a covenant, and you become a priest over her life. Ndio atakupea sasa access over her body. Wewe ukianza kutaka msichana na kuja weekend kuja kwa kitanda yako, utaoa malaya kama wewe. Pretender ataoa pretender. Nimalize kwa hili. Nimalize kwa hili. Wanaume, there's a future. Niendelee. There's a future. There's a future. Obina utaniongeza only 2 minutes. There's a future. Wacheni waambie kuna vacancy sasa inaendelea. Kenya yote na dunia yote inalia. Where are the men we can trust? Where are the leaders who care? Where are the fathers we can trust with our daughters? Siku hizi huwezi tuma mdota yako kwa brother yako. Umejua hivyo? Msichana wako kwa your blood brother. Lazima ufikirie twice ama thrice. Mama siku hizi wamekataa kuolewa juu yako na kadota. Na hezi amini wanaume atakao muoa anaweza kuwa trusted na dota yake. If you want to be a great man, be faithful. Be a man of character.
Be honest. Utapewa MCA hata kama hujaitisha. Utapewa MP hata kama hutaki. Siku hizi ukikuwa na leadership, unatokea home wanakuuliza si usimame tukupige kura. Hatuna viongozi. Tuko na wakulaji. Hatuna viongozi. I want you as a man, kama uko hapa na ulikuwa unauliza hakuna kazi, nimesikia hiyo, na ni kweli hakuna kazi, but kitu moja amesema hakuna job lakini kuna opportunity juu kuna problem. If you solve a problem, you never lack a job. Finally, wale mnataka kuwa counselors na teachers. Kuna brother hapa amesema good counselor. Ni mzuri amepeana. Kuna issues za kupelekea rafiki na kuna issues za kupelekea daktari. Daktari wa mambo ya akili na mambo ya daktari wa mwili. Huwezi vunjika mguu na niambie rafiki yako ndiye atakutibu. Kuvunjika mguu ni serious issue, si ndio? Lakini kama ni homa uko nayo, rafiki yako anaweza kupea ile maji ya ndimu, ni sawa. Kama issue yako ni light, ni sawa. But kama ni serious, kitu inakubother, you lost your mother, you are heartbroken, you are cheated on, your friend and your fiance wakakuacha wote. Unaweza sometimes Chibalonza alikuwa anasema alikuwa na rafiki yake akahepa na fiance wake. Umebetrayed twice, go to a counselor. Wanaume, there is a job opportunity in leadership. There's a job opportunity in faithful business. Siku hizi hata ukinunua maziwa wameibatiza, wameongeza maji. Hakuna faithfulness. Ukiwa faithful man, you get businesses. Hakuna kazi za employment, but you can employ people when you're faithful. Thank you so much. Benjamin Zulu, kwani umekunywa nini? Amesema hajasema. Amesema hajasema. Mwenye masikio ambiwi nini? Very good. Na pia nikiongezea to echo the point. Wale wasichana wako hapa, huyo mwanaume asikudanganya tumzalie ndio umuonyeshe umempenda. Okay? Na pia wale wanawake wako hapa, kitu sikudanganye umshikie mimba ndiye abaki na wewe. Am I talking to somebody? Aya. Wale panelists walikuwa hapa, the ladies, tafadhali kujeni hapa juu kwa sababu sana nataka tuambiane vitu tu mbili hivi alafu tumalizie tupige picha pamoja. Wale panelists, tafadhali for the volunteers, help me carry their seats. Help me carry their seats, wakuje hapa. Tunahitaji viti kama tu 4 zingia hapa katikati hivi. So tuna spread out kidogo wanaume, so the ladies pia waingie hapo katikati so that at least tukue uniform kidogo. Ati unajua nilimshikia mimba ndiye ajue nimempenda. Utaimba mami utalea. Ati wewe unishikie mimba ndio nikuoe. Mamangu amekupenda. Aya, my co-moderator. Njoo. Uliza moja, niulize moja. Haya, sasa tunaanza na my very good friend Fortune. Wanaume ndio hawa wako hapa. Ni nini hiyo kama ladies mungependa tubadilishe? Ndio pia nyinyi mfeel mko na peace of mind. Kwa sababu saa nyingine hatujui. Sasa ongelelea wale warembo wako hapa, wasichana wako hapa, wamama wako hapa. Ni nini ungependa sisi kama wanaume tubadilishe? Alafu ndio nyinyi roho na akili itulie. Mimi kama Fortune nimesimamia wanawake wote. Wanaume mnanisikia? Communication. Kama upendi mtu muoneshe umpendi. Washeni kutubeba miaka 7, miaka 4. Yaani naona mimi nimepata mzee kumbe hapana. Wanaume jameni, mtuambie ukweli. Unaniambia tu vizuri, mimi nataka fun. Nataka tu tujimbabe. Unaelewa? Yaani naenda tu urafiki. Lakini si kunionyesha mimi ni kama bibi, najipeleka, nazaa mtoto wa kwanza, wa pili, wewe unajua tuko pamoja. Sawa wanaume? Kitu kingine kwa marriage, wanaume communication. Kama unaona kitu hatuelewani ongea. Si kunyamaza na unatoka. Ongo bina. Wewe kwanza ndio ina kibeti. Mimi kitu yenye naweza Unajua reason? Obina ni juu upendi kuongea. Obina vile anakaa ni ule mtu wa kelele imekuja anatoka. Jamani kama kelele imekuja niambie tu baby nakupenda tuongee. Usitoke. Sawa? Ama niache wanawake? Si wanaume mnafanyanga hivyo? Hapo ndaongelelea wanaume. Saa nyingine hiyo pata amesema ni ukweli, mimi kelele siwezi. Kelele mimi ndo huyo.
Kwa nini? Saa ingine kelele ni too much. Obina, wanawake tumeumbwa wa kelele. Hatuwezi change. Now you see, now that's a problem because you can't compromise for the person you're in a relationship with. Why not just communicate? Ukisema, si tumeumbwa na kelele hatuwezi change, because ile okay, baki na kelele yako, mimi ndaenda na kutokupiga kelele yangu. Kuna ile kelele ya too much na kuna ile ya kuelewana. Unajua kuna ile baby, nimekuongelesha hii hujafanya na hujafanya. Hapana, lazima nimalize hata watetea. Na historia ya kusema wanawake ni wakelele ni kujitetea wanaume. Unaona kuna ile umeambia mzee asubuhi kitu, kesho namwambia ingine na hataki kukaa chini muongee. Si utapiga kelele mwanamke? Hii sauti ya wewe si tumeumbwa hivyo. Sasa unamwambia kitu anatoka. Kama nimekwambia kitu babe, kaa chini tuongee. Kitu kingine acha niwaambie wanaume na pia sisi wanawake. Kitu yenye nyinyi kwa marriage hamwezi solve mkiwa wawili. Hata ukiitua president wetu hamwezi kusolve. Sababu mlipendana mkiwa wawili. Sasa kama nyinyi mlikuwa wawili, ukakuja hata mzazi wako mwenye amekuzaa, my mom, nilikuja kumwonyesha kindo wa Mokoli. Amjui. Kama tumeshindwa kusolve issue na yeye, kuna mtu mwingine anaweza. Sasa hii story hata tuende kukalishwa kwa wazee haitaweza. Tujifunze kusolve. Na ndio sasa wanaume, kama kitu imeharibika, tukae chini tuongee babe. Okay, punguza kelele kama nimekuwa juu. Ukiniambia baby nakupenda, punguza kelele tuongee nitapunguza. Si ndio? Haya watetee nisikie. By the way, wanaume tulisema kuku akipiga kelele nyingi anaweza fukuza simba kutoka kwa pango lake. Kuku mwenye kelele atafukuza simba aondoke kwa shimo lake. Na jambo lingine wanawake, kelele haina communication. Radi, thunderstorm does not help. It is just noisy. The thing that grows grass is showers, and the showers are gentle. Ukitaka tuwasikize, hallelujah. Somebody touch your neighbor, say neighbor. Somebody say neighbor. Benjamin is oozing wisdom. By the way, mukianza papa sisi tunasikianga akipiga kelele unamkiss. Umkiss hataongea tena. We tune out. Wewe fortune tuko kwa kanisa wewe. By the way, mimi nilichagua bibi juu niliona hana uwezo wa kushout. Haya, sijaisikia bibi yangu akishout miaka yote tumewana. Juu nimetoka mahali kulikuwa na kushout na milango kubangiwa na glass kuvunjwa na nilikuwa na trauma ya shouting. Hiyo nao ni too much. Hivyo ama ile kelele mnapiga 3 hours hata ukiwa umelala unaota tu kiteta. So, wanawake, my advice for you, ukitaka tusikize. Naongea for all the men. Na hata ule 5-year-old wenu mliona kijana akiwa 5 years. Niliona mnamskrimia juu amechelewa kuvaa viatu. Kaka, unanitoa wazimu. Na kijana pia akaelewi atakanaanza pia kuscream, yote mnaskrimiana. So my point you to listen, strongest points are in a whisper. Badala ya kushout jaribu kuwhisper. Nita lean forward na nitas. Ukishout I avoid, ukiwhisper na karibia. Badala ya kusema we need to talk, ukiambia mwanaume we need to talk hata kuja. Goja tu wakati yako happy kumerelax muongee. Jambo la mwisho, kila wiki muende nje mkakunye coffee nyinyi wawili. Badala ya wewe kustomach na vitu unalipuka, mkuange na date out. Uko date out tunaongea yote iliyotendeka hii wiki bila kubottle up. Sawa? Lazimisha. Mwanaume akijifanya ako kazi anakuja after 3 months, hata wewe enda zako. Usiolewe na bluetooth, olewa na mtu wa ukweli. Kama hataki mazungumzo na date, hawezani na ndoa. Ndoa si ya kila mtu. Sawa? Halafu kuna tofauti ya kukuzalisha ama kukuoa. Wewe umesema ati nisikuongoze miaka 7. Unafanya nini miaka 7? Si hata wiki 3 zinatosha. Usifungue sava kama hujaolewa, usizae kama hujaolewa, usipike kama hujaolewa, usikuje kwake kama hujaolewa, usijite mke kama hujaolewa. Girlfriend haiko kwa katiba, girlfriend haiko kwa Biblia, girlfriend haiko popote. Wewe kuwa bibi ama ukue single. Asante. Amen. Wanawake niseme nini? Umesikia? Sasa kuna kitu hatujaelewa hapo kama wanawake. Umesema hiyo miaka 7 ama 4 tunakaa tukifanya nini? Na kuelewa ni gani? Kuelewa ni ile ya certificate ama ni gani?
Ama kuna kukalishana na kuna kuoana. Tunataka kutujue kuoana ni gani. Hiyo Benjamin Zulu anakuanga na Facebook live. Waambie page yako wakuje waone kwa Facebook live. Sasa hiyo tunatackle hapo. Ndio tusitoke kwa mental health hapa. Aya, asante. Beltazar. Pole kama I've butchered your name, yeah? Mengi yamesemwa hapa kuhusu wanawake, kuhusu wanaume. What is that one or two things in your perspective that you would want each and every woman to carry home when it comes to helping our men safeguard their mental health? Thank you so much. One, I'm not married. Acha nianzia hapo. But being that I have the best spiritual father who has mentored me throughout the process, and he has made me to follow his footsteps in a way I understand it, I think even much better than Obina. So there is a time that, that was last year, when I shared with my spiritual father, Pastor T, that I felt that I was at a stage that I wanted to marry. But Pastor T told me something, that the woman that you will marry in your life will either impact your life positively or negatively. And Pastor T told me that the stage that you are in is a very crucial stage right now. And he told me that behind every successful man, there is a woman who acts as a pillar. And he told me that for a man to function properly, you need someone who will give you that peace of mind, for you to think soberly. For instance, at times I do relate with my situation. You mean mtu wa kuingia kwa nyumba saa 6 usiku, by 4 I'm awake, I'm preparing niingie kazi. So you realize that if I'm not in a position to get someone who is in a position to give me that peace of mind, someone who is in a position to understand how I operate my day-to-day schedule. I happen to have been in a relationship by mistake. But I was dating one of she was a Kikuyu lady, by God's grace. So whatever she took me through, I do relate it with a song that Obina alitoa. For those who follow Obina, alitoa inaitwa Ndalo. So if you listen to that song, definitely, it might be secular, but there is a message deep in it. Obina speaks about how relationship is related to money. The consequences of getting into a relationship without thinking. What relationship can take you through if you get into a relationship blindly? You realize that if you follow the script venye ameiweka, there is a very strong message that comes from whatever he did like 2 weeks ago, if I'm not wrong. So, personally, in my own view, nilikuwa namaliza hiyo story ya the Kikuyu lady. So, this lady, by the time that we were dating, she happened to have been one of my first ever relationship. Ilipata kaa tunaishi na Tom Daktari. For those who have heard Tom Daktari akipiga hiyo story ya madhare ya mayai, gonga mbili ukule, gonga mbili. So by that time we were with Tom hapo Madhari. And life was not a bit tough, and Tom called me, alikuja jioni kwa nyumba kaniambia, bro, I've done a scientific research and nimekuja na the best business. Nikamuuliza hiyo ni business gani? Business ya kuuza mayai. Nikamuuliza, sasa hii mayai tunataka capital ya pesa ngapi? We needed a capital of 500 for 2 trays. So tukajaza hizo mayai kwa the transparent bucket. Tom akaenda kuuza. Unfortunately, by the end of the day, Tom akimaliza kuuza alikuwa ameuza mayai 4. Akarudi nao kwa nyumba. And mayai yezi lala, na automatically kwa vitaribika. So to make us eat this mayai comfortably, ilikuwa ile yenye namwambia, bro, nigonge 2 hapo. Na nigongea na kula na bro, wewe sasa weka 4. Hivyo. So that night became one of the worst moments. Unfortunately, I got this beautiful lady that I admired so much. I really admired to be with her. I used to see her, I used to admire her. And she realized that nilikuwa namtaka. So there's a day she told me that, bro, I know you have been looking into me. Can we hang out at least? So we hung out somewhere. By the time tulifika hapo, my first time to go into a restaurant, called a restaurant, was through that lady. Tukafika hapo, the menu was kind of blah, blah, blah. I could not read French.
So mimi nikangoja tu nikasema like because I don't want to embarrass myself, nikangoja kwanza aitishe oda yake. Sasa waiter kuniuliza that which unataka gani, mimi nikamwambia kama hiyo yake. Yo sijui ameitisha nini. Unfortunately tukaletewa the appetizer kwanza. So by the time the appetizer imefika, I thought that is what we have ordered. The cabbages zimekatwa na scone. Me I ate it. Nikashiba. Little did I know that this was an appetizer, chakula ndio inakuja. So by the time chakula inaletwa, I'm full. So najiuliza like watu wangeniambia tu hii kitu ndio something is coming out which is great. So she realized that. Then she asked me some key questions about my hobby, my lifestyle and whatever. But by that time, I didn't even know what I wanted to be. So I was just direct. I told him, unfortunately, we could. She told me that actually the term that she used that I do like using is, you and we are going to waste time on each other. So you go your way, I go my way. Akaenda zake. Many years after working hard, Mungu akanibariki, we bumped into each other, and I decided to now win her back. She took me through mental torture, because in a way I was worshipping her. Obina anasema like, onya luo kwa rebi poki mudhu pige no, in the luo. So, by the time the lady was leaving, I can definitely say that my lifestyle ilikuwa imechange sana. Because I knew how I was live, but she was a spendthrift. Because unapata kama angenieka kwa lifestyle yenye singe manage, and I was forced to at least live to that standard because I was kind of worshipping her and I wanted to be with her. So I had to quit that relationship and get someone that would at least understand me and be with me. Not that I got someone, I'm still in the process. Asante. Sawa, asante sana. Na our final speaker, Apostle, I am requesting you to please summarize this for us, crown it all up for us. Asante. Wow, mengi yamesemwa na kwa kweli tupata maarifa sana. Lakini kitu moja ambacho nimesikia ni kwamba kila mtu kuna mambo anapitia. And the only way to come out of what you are going through, first of all, lazima you do something called discovery, because there is no recovery without discovery. And how do you get to that place of discovery? Kuna mambo unaona maybe uko na utofauti. Kuna mambo uko na utofauti na watu wengine. You need to ni vizuri kupause kidogo na ujiulize maswali, why am I different? For example, wakati our ladies walikuwa naongea kuhusu signs za kuwa maybe na mental issues, one of them waliongea kuhusu kukuwa na hasira. Unaona, kukuwa na hasira. So unafaa una pause na unajiuliza, mbona wengine sioni wakireact kama mimi? From there utaweza kutafuta your recovery. So kwa sababu hapo ndio unaweza enda kwa mtu na umuulize, wewe unaona aje kuhusu mimi? Na maybe na kuna as tumesikia kuna specialists ambao wako na maarifa, wamesomea, wengine wanajua hata akikuangalia vile unaongea gestures zako, wanaweza tambua wewe huyu ako na shida fulani. Now they will be able to help you. So no matter what you are going through, na najua hata wengine tuko hapa, tuko na issues. Waliongea kuhusu kutolala. Na watu hawalali, the whole night halali, naamuka asubuhi kichwa ni mzito. That is an abnormality. You need to seek for help. Ujiulize kwa nini silali, na uende kwa mtu ambaye anaweza kukusaidia. Kwa hivyo sisi wote, no matter what you are going through, there is a solution. Geukia jirani yako mwambie kuna suluhisho. Lakini wewe lazima uchukue hatua ya kutafuta nini? Suluhisho. Asante sana. Asante sana. So I'd like our panelists tusimame tusonge hapa mbele kidogo, tuchukue kapicha moja fotomoto. Alafu I'd like the certificates zikuje karibu. Get the point. Take a step forward.